wengine watakuwa wana watch jinsi ambavyo hayuko. It is sad. We can only pray. Leo hii ni mtu mzima, ako na familia yake na anatazama. Ezekiel akisema na kesho tunaenda barabarani na wenzetu hawatarudi. Na unajua ile kitu inaniumiza ni kwamba imeanza kutangazwa kwa media jinsi ambavyo ni siku muhimu, kesho sote tuko nje. Na ninauliza kwa moyo kama raia tu, kama vile tunavyotangaza hivi maandamano, tungetangaza pia ukulima na mazao ambao Kenya iko nayo, inayosababisha hii Kenya haiwezi kuimport mahindi tena. We have mahindi more than enough and surplus. Tutangaze pia sisi watu wa media vile Kenya iko na ngano ya kutosha. Tutangaze pia sisi watu wa media vile Kenya pesa yake ya kahawa imepanda kutoka shilingi 60 mpaka shilingi 100 na. Tutangaze pia zile majumba ambao zimejengwa, pia tutangaze Kenya inaendelea. Tutangaze barabara zile ambao zimejengwa. Tutangaze vile nchi yetu inaendelea. Ombi langu kwa unyenyekevu media, pia tupeane enough airtime kwa ajili ya growth and development of this country. If we are not careful, we will never have a generation. We will never have a generation. Sai, they are my children, they are my younger brothers, some of them are my age mates. Tutakuwa barabarani, some of them will not come back home. And I teach you from humility. Kuna mataifa mengine hayajui what it means peace. Somalia iko na miaka mingapi tangia ianze mambo ya vita? Na sasa Somalia iko na nini? Everybody who tries to bring peace is an enemy to the leadership in Somalia. When there is war, those who are leading celebrate. Sudan ilikuwa juu yetu kiuchumi, Northern Sudan. Sai wana nini? Na wakati walikuwa wanapigana walikuwa wanafikiria wanajitetea. Hawana kitu, Sudan haina kitu. Na iko na oil, it was very rich. Al-Bashir, nafikiria kama sijakosea, hayuko uongozini. And nobody is doing business, nobody is going to school. No leadership, no government, no nothing. Na ilianza kitu kidogo tu. Somebody was not happy. And he said no. Na mwingine akasema no. Na mwingine akasema no. Sasa Sudan haina nchi. Kongo inajaribu kutafuta amani. Saa hii wanasema wamesign agreement. Wale watu wameingia Kongo wakaua watu, ilikuwa ni ya nini? Si wangeenda basi waketi waongee basi. Wale wa raia wa kuongozwa washakufa. Na kama hichi kizazi chetu cha Kenya kitakufa, hawa vijana waishe, tutaongoza nini? Tutabaki na nani? Ardhi inadai damu tena. We can only pray. And those who can pray for this country, please pray. Please pray. Nimekuamusha na kitu kimoja. Hata polisi ambaye anajipiga kifua, kesho tutawaonyesha. Yeye pia hajui kama atarudi jioni. Na ako na watoto na hajui kama mtoto wake ako nje. Na polisi mwenzake pia atapata huyo mtoto hapo nje. Na hajui kama ni mtoto wa boss. Na hata yule raia ambaye atasema ataonyesha, hajui kama atarudi nyumbani. Na mimi nimewauliza nchi yangu, tunaweza kuomba tu.
Vijana ninawaombea Mungu awalinde, awahifadhi. Kesho iwe siku ya amani kwenu na maisha yenu ya kesho iwe bora. Na viongozi nawaombea mkaweze kupeana attention kwa yale ambayo yanawatatiza wengine. Na mapolisi nawaombea Mungu awape hekima wakati ambapo mnalinda ndugu zenu wanapotekeleza haki yao. Na serikali ninakuombea Mungu akupe hekima wakati huu, sababu uongozi sio kitu rahisi. Watu wengi wanapigania uongozi, lakini wengi hawajui kwamba hata wale ambao wako uongozini wanasikia joto, si rahisi. Watu hawajui kwamba 86% ya collections za revenue ya Kenya inaenda kwa madeni, na sio madeni ambao Rais Kenyatta alileta. Hapana, Kibaki amekuta hayo madeni hapa, Kenyatta amekuta hayo madeni, Rais Ruto ameyakuta. Na kila mmoja ambaye anataka kuingia uongozini haambii wa Kenya kweli kwamba kuna madeni hatuwezi tukamaliza na mwaka mmoja, provided I am in power. But I pray for everyone, even the current leadership, that God may give that leadership grace to overcome every storm and to lead in wisdom, that God may give us peace as a nation, that God may give even the youths the desire of their hearts, a peaceful country, that God may protect the youth, the young people, and the police, because we are all brothers. It is my prayer that this nation will not drink anyone's blood tomorrow. I pray that this nation will not drink anyone's blood tomorrow. In Jesus' name. Otherwise, mtu wa Mungu nayeweza omba. We are in prayer and fasting for the nation and for the important service tomorrow. God bless you so much. We are in prayers. Na unaweza jiunga na sisi. We are fasting. Tunarudi kwa normal programs. Nilitamani kukubrief on what is going on, what we are having as a church, why you should come, and we will be praying. But I promise, if God tells me something before tomorrow, I will tell you. But I'm praying for the government, I'm praying for the police, I'm praying for the youths, I'm praying for my country, I'm praying for everyone. I'm not for or against anyone. I'm for Christ. And I support my nation. God bless you. Shalom.